Pasta akapanda juu ya mchanga, akaanza kuendelea kulahani, akalahani yake yote, na watu wakaamua liwe liwalo, tutazika mtu wetu bila nyinyi, sio lazima. Kifo ni njia ya kila mtu, mpende msipende, wacha tumzike na wewe utoke kwa mchanga. Lakini neno nilisababisha nini mabaya zaidi, aliongea, alitusi kusema mbuzi. Ndio ilitokea sasa, wakasema sasa unakuja tukana sisi kwa poma, na tumesimama na desturi yetu hata na mila yetu. Ilibidi wakaamua sasa, kama ni vita wamemheshimu ya kutosha, wacha waamue wafanya nini, wampige hadi wakata atakapotoa hiyo pari wa permit. Hapo na hapo watu waliingilia kati, lakini kashindikana, wakaamua akachapwa. Wakati alichapwa namna hivyo, alitoa ile pari wa permit na akapeana kwa wanajamii, jambo ambalo lilikuwa la kusikitiza zaidi. Huyu pastor kwanza si ati mara ya kwanza hii ujinga kufanya kwa matanga ya watu, ni mara mingi sana. So hapa hivi hatukutaka hiyo dictator wake, that's why tukamlima, na bado akileta bado ujinga wenye anasikia sijui atakuja nini, bado tunamweka, tutamgoja. Ukienda Rome lazima ufuate ya Rome, usilete kichwa chako hapo, maana hujui kile kitafanyika kwako. Hiyo si mzuri. Fata yale mambo ambayo familia inafanya. Mpeni Kaisari yalia yake na mpeni Mungu yalia yake. Kwa hivyo pasta yeye hakutii, sababu ndani mwake ni mtu wa kiburi. Wacha upa yake ukamkule. Sasa baso yeo akusinyire keru wacha sana alama bantu yana ba kechira kusiga omushirikina mweta efo bayengere eseruka yefwe lazima kimira yefwe kuburrem. Sasa mimi kama mzee wa mtaa nasema hata kama mna mshiriki wenu, lazima washiriki watembelee pamoja na jamii. Yenye jamii wanafanya lazima wao kitu kimoja, wao kitu kimoja, wafanya kazi yao pamoja. Ni hayo tu.